Studio tumetembelewa na mgeni Marcel Matola. Ulipata maarufu mkubwa kwa Simba. Tueleze safari yako ianzia wapi? Safari yangu ya kuja Simba haikuwa rahisi, ilikuwa safari ngumu sana, lakini nashukuru Mungu niliweza kufika Simba na nilifika Simba ilikuwa ni mwaka 2000 baada ya mwaka 1999 kwa Kagera. Kwa hiyo safari yangu ilianzia Kagera na hatimaye kuja kufika Simba mwaka 2000. Okay, kabla kulishalikuwa na ndoto labda kwamba siku moja nicheze Simba. Mimi ni shabiki wa Simba toka zamani. Shabiki wa Simba toka zamani kabisa, na ndio ilikuwa ndoto yangu kubwa sana kuja kuchezea Simba, japokuwa Yanga ndio ilikuwa watu wa kwanza kunifuata mimi. Lakini na nilishafanya nao maongezi, isipokuwa baadaye walikuja Simba kwa sababu ndio nilikuwa na watu ambao ni kipenzi changu na ndio ilikuwa na ndoto yangu. Hatimaye nilikuja nikasaini Simba. Unapotaja Matola, lazima uhitaji timu ya Simba. Simba ina maana gani kwako? Kutokana na historia yako, wewe unaamini kwamba Matola na mapenzi makubwa sana Simba. Pamoja na mapenzi ya Simba, lakini unapotaja Matola kwamba umetaja Simba, unajua mimi nimeingia Simba, tumekuta Simba ambayo ikiwa ni mbovu, ambayo haieleweki, haijashiriki mashindano ya kimataifa zaidi ya miaka 4. Kwa hiyo mimi nimeingia pale nikaingia moja kwa moja kama captain. Kwa hiyo nilikuwa nembo ya Simba kwa sababu niliweza kuchezea Simba kwa mafanikio zaidi. Na katika miongoni mwa captain ambao unaweza kusema walipita Simba ni mimi ambaye niliweza kupokea vikombe zaidi ya 13. Kwa hiyo ilikuwa ni nembo nzuri sana ya Simba, na utakapomtaja Matola basi utakuwa umetaja Simba kwa sababu ilikuwa ni kama ni nembo ya Simba katika kipindi kile na mafanikio ambayo nilipata nikiwa Simba. Hakika Matola umefanyia makubwa sana Simba. Hasa inakumbukwa historia mwaka 2003 kuitoa Zamalek ya Misri. Bado inakumbukwa na wengi kwa ufupi. Nini ilikuwa siri ya mafanikio yako katika ile mechi? Kwanza tulikuwa na kikosi kizuri. Tulikuwa na kikosi kizuri sana, naweza kusema hata maandalizi yalikuwa ni mazuri kwenda kuwatoa Zamalek, kwa sababu kumtoa Mwarabu kipindi kile haikuwa kazi rahisi, kwa sababu ukiangalia Zamalek ni timu ambayo ilikuwa imesheheni wachezaji wa kutosha kabisa wa kimataifa, kina Osam Hassan, na ndio ilikuwa timu bora ya Afrika zaidi ya miaka 2 mfululizo. Kwa hiyo naweza kusema maandalizi na uimara wa kikosi kipindi kile ndio ilisababisha kitu kikubwa sana kuweza kwenda kumtoa Zamalek nyumbani kwake. Okay, na sasa baada ya hapo Simba inaonekana haikufanya vizuri sana kimataifa. Nini hasa tatizo kwa mtazamo wako wewe? Katikati hapa ujue kidogo mpira ulivyoruka kwa Tanzania, na sio Simba tu, ukiangalia timu zilizofanya vizuri, hata timu zetu za taifa, nafikiri kwamba kuna kizazi fulani kilipotea, lakini walishindwa kutengeneza kizazi kijacho ili kuweza kuisaidia Tanzania pamoja na timu zetu za Simba. Tulipotea Simba na mambo mengi sana yalitokea, ni migogoro vile vile hata ya uongozi na hivi vilichangia sana kuweza kuipoteza Simba katika ramani ya soka. Kuna kipindi tulisikia baada ya Simba ulienda Afrika Kusini. Ulicheza kwa muda gani? Afrika Kusini nilikaa kwa muda wa miaka 3. Nilikaa kwa muda wa miaka 3, lakini nilicheza misimu 2 kwa sababu msimu wa mwisho niliumia na kuweza kukaa nje karibu msimu mmoja. Kwa hiyo hata zile injuries zangu zilinikuta kipindi ambacho sasa na muda wangu wa kukaa pale umekwisha. Kwa hiyo nilipopona niliweza kurudi nyumbani kwa sababu muda wangu ulikuwa ushafika kabisa. Unadhani pressure ya mechi ya Simba na Yanga ya miaka hiyo ni sawa inakuwepo sasa? Pressure ya mechi ya Simba na Yanga kiukweli haibadiliki. Mimi naweza kusema inaweza kwenda kufanana, japo kama tofauti zitakuwa ni kidogo, lakini pressure ya mechi ya Simba na Yanga haibadiliki kwa sababu mambo tuliokuwa nayo sisi ukipili tunacheza na mpaka leo yako ni yale yale. Kwa hiyo naweza kusema kwamba pressure ya Simba na Yanga bado iko vile vile, japokuwa sasa hivi wamekuwa wachezaji hawako serious sana, tofauti na zamani ilivyokuwa katika mechi hizo. Tukumbushe mechi 2 au 3 unazokumbuka dhidi ya Yanga ambazo zilikuwa za kihistoria sana kwa hapo, ambao wanasema kwamba hizi mechi siwezi kuzisahau maishani mwangu. Nakumbuka mechi ya kwanza kabisa ya Simba na Yanga historia ilikuwa ni mechi ya finali ya Tusker. Nakumbuka finali ya Tusker ambayo tuliweza kushinda kwa goli 4-1. Mechi ile kwangu mimi ilikuwa na pressure kwa sababu tayari nakumbuka kipindi kile Yanga walikuwa na kiongozi ambaye alikuwa anasadikika anapenda sana kwenda kuwapa wachezaji wa Simba hela ili waweze kuachia. Kwa hiyo yule mtu alichokifanya kwangu mimi, alikuja na gari, mimi nilikuwa naishi Magomeni, alikuja na gari yake Magomeni na kuipaki nyumbani kwangu, kisha akaondoka akashinda pale. Kwa hiyo wapenzi wa Simba waliona gari ile wakajua tayari Matola akishatoa mzigo wakati mimi niko kambini. Kwa hiyo watu waliandamana, nakumbuka kipindi kile karibu mkuu Kasindeuji, watu waliandamana ndipo Kasindeuji wakabeba bana Matola asicheze mechi kwa sababu tayari kishachukua hela. Kwa hiyo mimi mwenyewe niko kambini, nilipokea simu zaidi ya 100 kwamba bana anakuambia kesho ukicheza na tukifungwa sisi tunakuwa. Ilinibidi mimi nigome kucheza mechi ile. Nakumbuka mwalimu alikuwa Siana, na unapohitaji Simba kipindi kile lazima umtaje Matola, asipocheza Simba haiwezi kuwa Simba. Kwa hiyo watu walikuja wakasema hamna, lazima ucheze. Kiukweli mimi nilala na pressure sana. Nakumbuka naingia uwanjani, mashabiki wananipigia kelele kwamba leo utoki,
ukileta matatizo leo tunakuwa kiukweli mechi ile nilicheza katika pressure kubwa sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu niliweza kufanya vizuri na tuweza kushinda mechi ile na kuchukua ubingwa, na kumbuka tuweza kushinda kwa goli 4-1. Asante. Unadhani imani za kishirikina zina nafasi katika soka la Tanzania? Kiukweli imani za kishirikina ni kubwa sana katika soka la Tanzania, na sio soka la Tanzania, tunaweza kusema duniani kote. Mimi hata nilipokuwa South Africa, imani hizo watu zipo, isipokuwa kila mmoja anazichukulia kwa nafasi yake. Hasa mechi za Simba na Yanga, kiukweli ushirikina ni mkubwa sana, vitu ambavyo vinapofanyika kabla ya mechi ya Simba na Yanga, kama una roho nyepesi, naweza kusema unaweza kukataa kucheza mechi zile au kucheza mpira. Kwa hiyo imani ya kishirikina katika mechi hizi ni kubwa sana kiukweli. Umecheza soka miaka mingi katika maisha yako. Je, unajivunia nini? Unaishi kujivunia? Kitu kikubwa katika mpira, kwanza unatakiwa ujivunie kujulikana, umetengeneza marafiki wengi, bali na hivyo ujue umeweza kwa sababu kucheza mpira naweza kusema kwamba ni moja, naweza kukwambia moja ni kwa sababu nimetembea sehemu nyingi, nimekutana na watu wengi sana, bali na vitu vingine ambavyo vinakuwa ni siri yako mwenyewe, lakini kitu kikubwa ni ile kujulikana na kuweza kujuana na watu wengi sana. Baada ya kustaafu mpira ulisikika kwamba umekuwa kocha. Hizi habari za kweli? Ni kweli, baada ya kuacha mpira kiukweli nilianza sasa kwenye kazi ya ukocha, na kazi ya ukocha kabisa ya kwanza nilianza kutengeneza timu ya soka ya vijana ya Simba ambayo nafikiri uliweza kuiona na mafanikio yake umeona. Mpaka leo kuna wachezaji ambao walitoka kwangu mimi na mpaka leo ni zao kwa Simba na zao kwa timu ya taifa, kama kina Mkude, kina Dembele, kina Messi, ni watu ambao waliwatengeneza mimi kutoka mtaani mpaka sasa hivi wao katika mashindano ya kimataifa. Maamuzi ya kuingia kwenye ukocha nani alikushawishi? Mpira sisi ni fani yetu, kwa sababu sasa hivi mpira ni fani yetu, na kwa sababu ndio nimekuja katika mpira, kwa hiyo nilijua kabisa kwamba itakuwa ni kazi rahisi. Mimi mwenyewe kama mimi nilipenda kabisa toka nacheza, kwa sababu nilikuwa ni kiongozi kama captain kwenye timu, kwa hiyo nilikuwa naipenda kazi ile ya ukocha, ndio maana sikusita mara moja kuacha mpira na hapo kuanza kujihusisha na mambo ya ukocha. Ulikuwa kocha wa Geita, skendo upangaji matokeo. Je, ilikuathiri chochote? Iliniathiri kwa sababu nilitoka Simba na nikaenda kuchukua Geita ambayo ilikuwa ni daraja la kwanza, na hatimaye nikaipandisha kwenye Premier, lakini ilitokea baada kwamba timu zimepanga matokeo, kitu ambacho kiukweli mimi kiliniathiri sana, na ndio kilinisababisha hata mwakani sikuweza kufundisha timu yoyote mpaka mwaka huu ndio nafikiria sasa kukamata timu, lakini kiliniathiri kwa sababu tayari nimekwisha fanya kazi ile ambayo nilikuwa nataka kwenda kuifanya na hatimaye kupata mafanikio kuweza kuipandisha timu. Kwa sasa mipango yako iko? Kwa sasa mipango yangu ni ya kuendelea kufundisha mpira, kwa sababu mwaka jana sikufanya kazi, lakini mpaka sasa hivi nina ofa zaidi ya timu 2 niko kwenye maongezi nao. Kwa hiyo muda wote nitatangaza ni timu gani nitakayokuwa nayo na hatimaye kuanza nayo kazi ya kocha kama ambavyo ndio kujipangia mimi mwenyewe. Nje ya masuala ya mpira, Matola ni mtu wa aina gani? Nje ya mpira, Matola ni mtu wa watu, ni mtu ambaye anapenda watu na anaweza kuishi na watu vizuri, na watu wamekuwa wakinipenda. Ni mtu ambaye sina mambo yoyote nje ya mpira zaidi ya kwamba labda ikifika muda wa ibada tukufanya ibada tu, na baada ya hapo basi rudi nyumbani na kufikiria kazi yako za mpira. Matola, leo nikupe nafasi kumchagua mchezaji bora msimu uliopita wa ligi ya Tanzania. Mimi kama ningenipa nafasi nimchague mchezaji bora wa ligi ya msimu uliopita, mimi ningemchagua Msuva. Ningemchagua Msuva kwa sababu ningeangalia vitu vingi tu, kwa sababu Msuva ni mtu ambaye kaisaidia Yanga kuchukua ubingwa, na hata nilipoona na kafunga magoli mengi, ndio mfungaji bora. Kwa hiyo alistahili kupata yeye kuwa ni mfungaji bora katika msimu uliopita. Mimi ningempa Msuva. Kwa kumalizia, Taifa Stars imekuwa ina matokeo mazuri sana kwa sasa. Unadhani tatizo ni nini? Mimi nafikiri tatizo ni mfumo tu wa timu zetu, ligi zetu, kwa sababu tumekuwa tukiolaumu sana walimu, lakini naweza kusema ni mfumo. Tumekuwa na wigo mdogo sana wa wachezaji. Sasa hivi ukiangalia timu yetu ya taifa imekuwa ina ushindani kwa sababu wachezaji walikuwa ni wale tuliokiwaita hao, lakini naweza kusema ni mfumo tu ambao tumetengeneza ni mbovu sana, kwa sababu lazima tutengeneze mfumo wa timu za vijana kuja kugombania nafasi katika kuingia kwenye timu ya taifa. Mimi naweza kusema kwamba mfumo wetu ni mbovu sana, tumeharibu mpira soko ni TFF tu basi, toka ngazi za vilabu tumekuwa na matatizo makubwa sana. Kwa hiyo tunataka turekebishe mfumo wetu ili tuweze kupata timu bora ya taifa na tuweze kutoa professional wengi ili tuweze kuwa na timu bora ya taifa. Ndugu watazamaji wa Shutikali TV, bado tunaendelea, tuko na mgeni wetu Bwana Selemani Matola. Ningependa kumuuliza swali moja la mwisho ambalo ni interesting kwa kila mtu. Ningependa kufahamu mechi ya mwisho kati ya Lesotho na Taifa Stars. Watu wengi walitegemea kwamba tungeshinda, lakini matokeo yamegeuka kwa draw ambayo kiukweli
kusema kwamba maandalizi hayakuwa mazuri, kwa sababu baada ya mechi ile tulisikia malalamiko mengi sana, hata kutoka kwa captain bwana alilalamika kwamba uwanja ulikuwa mdogo. Hata mwalimu naye alisema kwamba uwanja ulikuwa ni mdogo, lakini tunajiuliza kwa nini timu ilikwenda Misri kuweka camp kama tulijua kwamba tunacheza katika uwanja wa Chamazi. Kwa hiyo nafikiri kwamba udogo wa uwanja haikuwa sababu ya matokeo kwa mabovu. Nafikiri tu ni mwalimu mwenyewe alishindwa kupanga program zake vizuri, kwa sababu alijua kabisa tunacheza Chamazi ingekuwa na advantage kwetu, kwa sababu ile uwanja ulikuwa nyumbani. Kwa hiyo tungeweza kuweka camp Dar es Salaam na tukafanya mazoezi kwenye Mwanza Chamazi, tungeweza kuzoea ule uwanja huo kuliko wageni waliokuja hapa. Kwa tukajikuta sisi tunaenda Misri na kurudi hapa kuchelewa, tukajikuta wote tumekuwa wageni. Lakini kwa nini sisi tulalamikie uwanja? Mimi naweza kusema kwamba ni program za mwalimu hazikuwa nzuri, ndio maana inaweza kusababisha matokeo yale yakawa mabovu. Okay, kwa kuongezea, kumalizia kabisa, nini kifanyike kwa ajili ya mechi bora? Mimi nafikiri tuangalie, twende na wakati, tuangalie kwamba mechi tunachezea wapi, tunakwenda wapi, ili tuweze kwenda kuweka hata camp kutokana na timu sehemu ambazo tunakwenda kuchezea. Tusiige tu kwamba tunakwenda nje tu wakati mechi tunachezea huko. Kwa hiyo mwalimu apange program zake kutokana na sehemu ambayo tunakwenda kuchezea mpira, na vitu tutapata matokeo mazuri na wala isituvunje nguvu kutokana na matokeo yanayotoka. Asante sana Marcel Matola kwa kushiriki nasi hapa Shuti Kali. Nakaribishwa tena. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Kwa habari mbalimbali za kimichezo, endelea kutufuatilia katika social media, YouTube Shuti Kali TV, Facebook na Twitter Shuti Kali, na Instagram Shuti Kali _TZ.